Fikiria hivi, ni asubuhi kama kawaida. Umeamka, umejiandaa, labda unaenda kazini au uko zako nyumbani. Kila kitu kipo sawa, lakini ghafla unasikia mtu akisema, "Kuna watu wanaiba nyeti, usimpe mtu mkono." Unaona kama ni utani hivi, lakini ndani ya akili yako mbegu ya hofu tayari imepandwa. Unajiuliza, vipi kama ni kweli? Dakika chache zinapita, unaanza kujishika kwa tahadhari. Unahisi kama kuna mabadiliko madogo mwilini, labda ni baridi au ni kawaida tu. Lakini safari hii akili yako haiamini hivyo. Moyo unaanza kwenda mbio, hofu inaanza kukua, na kabla hujajua uko kwenye taharuki. Hapo ndipo unapoanza kuelewa kitu kinachoitwa Koro Syndrome. Ni nini hii Koro Syndrome? Hii ni hali ya kisaikolojia ambapo mtu anaamini kwamba sehemu zake za siri zinapungua ukubwa, zinajifuta ndani na zinaweza kupotea kabisa. Lakini ukweli wa kushangaza ni huu: hakuna mabadiliko yoyote yanayotokea kwenye mwili. Tatizo haliko kwenye mwili. Tatizo hili liko kwenye akili. Iko simulizi ya kijana wa miaka 27. Kijana huyu alifika hospitali akiwa na hali mbaya sana ya hofu. Alikuwa akisema, "Moyo wangu unapungua kila dakika na unaweza kupotea kabisa." Alikuwa ameushika muda wote. Alijaribu kuzuia usiingie ndani. Alikuwa na uhakika kabisa kwamba angekufa. Madaktari walimfanyia vipimo vyote muhimu. Majibu yakatoka. Mwili wake haukuwa na shida hata kidogo. Yaani alikuwa mzima kabisa. Hakukuwa na tatizo lolote la kimwili. Kilichokuwa kinamsumbua ni kitu kimoja tu: hofu kali sana na msongo wa mawazo. Unaweza ukajiuliza, je, hali hii inaweza ikatokea kwa wanawake pia? Ya, inaweza ikatokea kwa wanawake pia. Kuna mwanamke mmoja ambaye aliripoti kwamba chuchu zake zinakuwa zinajivuta ndani, uke wake ulikuwa unajifunga. Alipata mashambulizi makubwa sana ya hofu. Aliamini kabisa kuna kitu kibaya kinaendelea mwilini mwake. Lakini baada ya uchunguzi wa kina, hakukuwa na tatizo lolote la kimwili. Ilikuwa ni Koro Syndrome ya wanawake. Sasa ni zipi dalili za Koro Syndrome? Watu wengi wanaokumbwa na Koro Syndrome mara nyingi huonyesha dalili zifuatazo: hofu ya ghafla na kubwa kuhusu sehemu zao za siri, kuhisi kuwa viungo hivyo vinapungua ukubwa au kupotea kabisa, wasiwasi mkali, mapigo ya moyo kwenda kasi, mashambulizi ya hofu. Hali hii inahusiana kwa karibu na mfumo wa mwili unaojulikana kama fight or flight response, ambapo mwili unaingia kwenye hali ya tahadhari kupita kiasi kutokana na hofu. Cha kujiuliza ni je, kweli mwili unaweza kupoteza nyeti? Kisayansi, jibu ni hapana. Viungo vya siri vimeundwa na mishipa ya damu na tishu imara, hivyo havina uwezo wa kumezwa au kuingia ndani ya mwili. Hata hivyo, baridi kali au hofu inaweza kusababisha viungo hivyo kusinyaa kwa muda. Kwa mtu mwenye wasiwasi uliokithiri, mabadiliko haya ya kawaida yanaweza kutafsiriwa vibaya na kuzua hofu kubwa. Katika nchi kama Kongo, Nigeria, Ghana, kumewahi kutokea matukio ambapo watu walidai kuwa wanaibiwa uume. Wengine waliamini kuwa hata wanawake wako hatarini. Hali hii ilisababisha vurugu kubwa dhidi ya watu waliotuhumiwa kuhusika na vitendo hivyo. Kitaalamu, hali hii inajulikana kama mass psychogenic illness, ugonjwa wa kisaikolojia unaoathiri kundi kubwa la watu kwa wakati mmoja. Je, hali hii inaweza ikatokea Tanzania? Ndiyo, inaweza kutokea, na sababu kuu ni hizi zifuatazo. Moja, imani za jamii.
Ushirikina bado una nguvu katika baadhi ya jamii, ambapo watu wanaamini katika nguvu za kishirikina kuwa zinaweza kuathiri viungo vya mwili. 2. Msongo wa mawazo, yaani stresi. Matatizo ya kisaikolojia kama vile anxiety disorder na depression yanaongezeka, hasa miongoni mwa vijana kutokana na changamoto za kimaisha. 3. Mitandao ya kijamii. Hebu fikiria, ujumbe unasambaa WhatsApp ukisema wanaume na wanawake wanaibiwa nyeti Mwanza. Ndani ya muda mfupi watu wanaanza kuogopa na dalili zinaanza kujitokeza hata kwa watu ambao hawana ugonjwa wowote. Core syndrome ina uhusiano na magonjwa ya akili. Inaweza kuhusiana na anxiety disorder, panic disorder, obsessive compulsive disorder OCD, na wakati mwingine schizophrenia. Matibabu yake yapo? Ndiyo, yapo. Habari njema ni kwamba hali hii inatibika. Matibabu yake ni pamoja na elimu sahihi kuhusu mwili, ushauri nasaha yani therapy, dawa za kupunguza wasiwasi, lakini dawa kubwa kuliko zote ni kuelewa ukweli. Hakuna mtu anaiba nyeti. Hii ni hali ya kisaikolojia. Hofu inaweza kusambaa kwa kasi kubwa sana. Sasa mjiulize, kesho ukisikia mtu anasema watu wanaibiwa nyeti hapo mtaani kwako, utafanya nini? Je, utaogopa na kuamini kila kitu au utasimama na kuelewa ukweli wa sayansi? Kwa sababu wakati mwingine hatari kubwa si kile kinachotokea mwilini, bali ni kile akili yako inaamini kinaendelea. Kuwa makini.